wakati Daudi anaenda madarakani, ametiwa mafuta kwa nani? Mfalme. Alitafuta kuuawa na nani? Na Sauli. Hakujibu. Kwa nini? Hakutaka kupanda mbegu ya Sauli. Hakutaka kumuua mfalme aliye kwenye kiti ambacho anaenda kukikalia. Wow. Kwa nini? Angemuua naye asingemaliza salama. Mungu amempaka mafuta akae kwenye kiti, wale aliyekalia kile kiti anatafuta kufanyaje? Kumuua. Hiyo ndio yuko mpaka kanisani leo. Watu wakiona unakuja na neema, kesho utaka kwenye kiti, wanatafuta kukuua. Sikiliza, unabaki kuwa kama Daudi. Wanaotafuta kukuua majira yao yataisha, watauawa na wale waliowaweka, wale walioandaa kukuua. Na kisha hawa watu, hiki kitu utakikalia. Aliyemuua Sauli ni watu wake mwenyewe, wala kuuawa na askari wa Daudi. Yeah. Daudi hakutaka kupanda mbegu ya mauti kwenye kiti anachokalia. Hapa ndacho mtu, ndio tuko kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo nataka twende tujifunze sasa. Kwenye hapa ni kitu gani unakipata? Cha kwanza ni kuangalia ile mbegu. Hilo ndio la kwanza, kuangalia ile mbegu ambayo tumeona mbegu ni nini? Neno la Mungu. Yeah. Unapandaje katika maisha yako? Uwe mnyofu na utende sawasawa na neno la nani? La Mungu. Usidaiveji neno kuogopa wanadamu, usidaiveji neno kuogopa wazee wa ukoo. Simamia neno la nani? La Mungu. Lakini eneo la pili, elewa shamba ambalo mbegu inafanyaje? Inapandwa. Shamba. Yes. Ni wapi neno la Mungu linapandwa? Namba moja, neno linapandwa katika akili. Unapolisikia, ndio hilo ndio shamba. Unapolisikia, akili yako ni shamba la Mungu, ndio neno la kwanza. Unaniambia unamaanisha nini? Soma Mathayo 7:24. Mathayo 7:24 nasema. Nasemaje? Basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Unaona hiyo? Ina maana unaposikia neno ndipo unapolipanda katika akili. Cha kwanza ni akili. Shamba la kwanza ni akili. Mtu wa Mungu, katika akili yako umepandwa neno gani? Je, umepanda mwenyewe au umepandiwa? Maana kuna wengine wamekuwa mashamba ya wengine, hawapandi maneno, wanapandiwa. Cha kwanza ni akili. Eneo la pili la shamba ni nini? Moyo wako. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Zaburi 119 mstari wa 11 nasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Rudia tena. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Rudia tena. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Angalia kwenye Mathayo amesema mtu asikiae neno. Hii ina maana gani? Ndio maana na kuonyesha kwamba mtazamaji wangu, wewe mwenyewe ni shamba la nani? La Mungu. Umepanda nini? Wow. Akili yako ni shamba la nani? La Mungu. Umepanda nini? Moyo wako ni shamba la Mungu. Umepanda nini? Hizi ni siri. Hata leo nikupe siri moja ambayo watu wengi wenye akili watanielewa. Ndio maana akisema mauti na uzima vipo katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Ulimi anao nani? Mwanadamu. Akili anayo nani? Mwanadamu. Moyo anayo nani? Mwanadamu. Nisikilizeni vizuri. 99% ya mahitaji yote ya mwanadamu Mungu ameweka katika akili yake na moyo wake na ulimi wake. Oh. Narudia. Mahitaji hapo, nataka kuniambia nini? Akili yako ni kama flash. Moyo wako ni kama hard disk. Umepanda nini huko ndani? Mahitaji yako, ona hili tazamo, unakubali unakataa. Mungu ameweka katika akili yako na moyo wako. Shida inakuja wapi? Watu hawatumii akili zao, hawatumii mioyo yao, wanafanya maombi mbinguni.
Siku ukielewa kwa nini Mungu alikupa akili, ndipo utaelewa kwa nini wazungu wamegundua disk flash, kuhifadhia vitu. Watu wana diski zao, wana flash zao, wana external zao, ambayo ni akili na moyo, nothing they keep there, na vingine vimewekwa huko hawavifanyii kazi. Ndiyo maana akafunua katika Mithali kwamba watakula matunda yake. Kwa nini? Vilishapandwa kwenye diski zetu, zilishapandwa kwenye flashi zetu. Sasa flashi haiwezi kutoa sauti mpaka uiweke mahala pake, na maana utendee kazi. Wow. Uwezi ukaiona picha ya video kama iko kwenye nini unaita kwenye external, mpaka uiweke, utoe kule uiweke. Kwa hiyo moyo wako ni kama external, mema yako ndani, baraka ziko ndani, ufalme uko ndani, nguvu ziko ndani. Je, una screen ya kuweka ili display? Tendea kazi. Hata shamba hauwezi ukala matunda bila kuyachuma. Ndio yatakuwa juu ya mti, lazima upande. Kwa hiyo kuna wengine hawajapanda, kuna wengine wamepanda hawajatia mbolea na maji, na maana watendei kazi. Kuna wengine wametendea kazi lakini hawachumi. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia hapa, ukiangalia akili Mathayo 7, ukiangalia moyo Zaburi ya 119, ndipo Mungu ameweka hivyo vitu, ndipo Mungu ameweka hayo matokeo. Ndio maana nikatendea kutendea kazi nini? Neno. Ndicho kilichobakia. Watu wengi wanafanya maombi kabla ya kutumia nini? Akili. Watu wengi wanafanya maombi kabla ya kutumia nini? Moyo. Usifanye kwanza maombi, tumia kwanza akili yako. Akili yako imebeba ujuzi, akili yako imebeba ufahamu, moyo wako imebeba maarifa. Vitu vingine viko katika moyo na akili yako mwenyewe, wala haviko mbinguni, viko katika moyo na akili ya mtu. Ndio maana akasema apendaye atakula matunda yake. Lakini lazima ufanye nini? Upande. Sasa swali, umepanda nini? Kama ukipanda nini kinatokea? Sasa nitaweka hapa mambo mawili kama siri ambayo itamsaidia mtazamaji wetu. Ni kitu gani ambacho sasa unatakiwa kukijua? Namba moja, akili na moyo ambayo haukupanda mbegu yako. Akili na moyo ambavyo hazikupanda mbegu. Kwa sababu amesema kwenye Galatia, amesemaje? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Nataka kwenye hii segment yetu, hii sehemu yetu ya kwanza, labda tuendee hapo. Ni kitu gani kinatokea usipopanda? Maana amesema apandaye anavuna. Ndio. Na kupanda ni wapi? Shambani, moyoni. Lakini je, usipopanda nini kinatokea? Maeneo mawili. Watu wengi hawapandi. Mambo mawili yanatokea. Cha kwanza, usipopanda neno la Mungu, utajuaje hujapanda neno la Mungu? Akili na moyo vinawayawaya. Sijui kama ni lugha nzuri, nadhani wataalamu wa Kiswahili watanisaidia. Wayawaya. Asiyepanda katika moyo na akili yake anakuwa na akili ya kuwayawaya, anakuwa na moyo wa kuwayawaya. Moyo wa kuwayawaya ni moyo wa namna gani? Ni moyo usiojiamini, ni moyo wa kutupa huku na kule, ni moyo wa mashaka muda wote. Maana yake ni nini? Moyo na akili ya mtu haiwezi kuwa na utulivu, inaonea mashaka kila kitu, inafanya kila kitu kwa kujaribu, inaacha, inafanya kwa kujaribu, inaacha, inafanya kwa kujaribu, inaacha. Lakini pia anakuwa huna ujasiri wa kukabili jambo, kwa sababu ndani hakuna kilichopandwa. Nimekwambia mapema, mtu majibu yako katika moyo na nini? Na akili. Unapofanyia kazi kitu kilicho katika akili na nini? Na moyo, haurudi nyuma, kwa sababu una ile taswira,
una ile nguvu ya kile kitu na unayajua na matokeo. Mtumishi, hapo nataka, kuna jambo hapo umezungumzia katika moyo na akili na uwezo wako. Kuna mtu ambaye unakuta ana kitu ndani ya moyo wake, ana kitu anakisikia, anataka kufanya, lakini akili yake vinakinzana na moyo wake. Huyo anakuwa kwenye state gani? Maana yake huyu mtu ndani yake vimepandwa vitu viwili tofauti ambavyo havishabihiani. Ndio maana mwanzo nikafundisha kwamba kuna watu wanakuja katika imani lakini wana elimu za mila na desturi, hajatoka bado hapo. Naniambia nini? Ukitaka kureload, sawa, ukitaka kureload kwenye external yako lazima unload vilivyoko. Kwa hiyo akili ya mtu imekuwa reloaded elimu za mila na desturi, mafundisho mila na desturi. Unapoweka neno la Mungu kabla ya kureload vile vilivyoko kule ndani, vitakuwepo vyote vile vinakinzana. Anataka kufanya kila kijatoke, namwambia we, si uliambiwa kwamba kaburi la bibi yako lisipopaliliwa ufanikiwe? Unampa neno la Mungu, unampa mamlaka ya ulimi, lakini liko neno la makaburi ya bibi yake. Yeye anaweza asifahamu, anataka kwenda anashika. Kwa hiyo ni vitu viwili vinakinzana. Kwa hiyo kuna elimu mbili kule ndani, kuna roho mbili kule ndani, kuna makusudi mawili kule ndani. Kwa lugha nyepesi, kuna mbegu mbili, aidha ya mila na desturi, ya wakuu wa mila au ya shule au ya wanaharakati, inakinzana na lile neno. Ndiyo maana watu wengi, na ndio maana mimi naongea na watumishi wa Mungu, tafadhali epuka kubeba mbegu mbili zisizofanana. Ndio maana mimi nimenyooka. Usibebe mbegu zisizofanana, zitakinzana ndani. Umepata jibu langu? Tena kubwa sana, asante. Kwa hiyo twende kwenye ninapotaka kuhitimisha kwenye hii sehemu yetu ya kwanza. Ndio. Sasa usipopanda neno la Mungu, cha kwanza moyo na akili yako itafanyaje? Itawayawaya, na mtu hatakuwa na utulivu wala maamuzi. Kwa hiyo mtu ambaye hajapanda neno la Mungu ndani, hajapanda mbegu yake ndani, anakuwa na moyo usio na utulivu na akili sio na utulivu, na mtu asiye na nini, na maamuzi. Ndio hilo umeuliza. Akitaka kuamua anasita, akili na wayawaya, na hivi ndio vinachelewesha watu sana, na watu hawajui hii siri. Na ukipatikana mtu ambaye umenyoka, ndio maana akisema unyofu. Mnyofu ni mtu asiye wayawaya, mnyofu ni mtu asiye yumba yumba, mnyofu ni mtu asiye pinda pinda, na anakuambia huyu anazaa matunda tu. Kwa hiyo ninataka niongee na mtazamaji wetu. Jambo la pili linalotokea ni nini? Usipopanda, adui atakupandia, au watu wengine watafanyaje? Watakupandia katika shamba lako. Hiyo ndio siri, hiyo ndio kodi nawapa watu. Watu wengi wana vitu ndani, lakini hawakupanda wenyewe, wamepandiwa. Watu wana elimu za kupandiwa, wana imani za kupandiwa, liturujia za kupandiwa. Ndio nakwambia huyo hataweza. Kwa nini? Hicho ni alichopandiwa. Amepandiwaje? Pale unaposali ndio tunaenda mbinguni, wale wengine hawaendi. Ndio alichopandiwa. Muulize, neno gani limekupandia? Muulize, hajui hata yeye mwenyewe. Mwingine anakuambia wakulima hawafanikiwi. Sikiliza, Marekani maseneta na wakulima ndio matajiri. Lakini kwa sababu mtu hana ufahamu wa kilimo, hajui majira, hajui saa ya kupanda, anakuambia kilimo hakina nini, hakina faida. Atakupandia hiyo, utachukia kilimo kabisa, utachukia ardhi. Lakini mimi ukiniuliza, naona nini? Kwenye ardhi ndio kuna dhahabu, kwenye ardhi ndio kuna ngano, kwenye ardhi ndio kuna chakula, kwenye ardhi ndio kuna almasi, kwenye ardhi ndio kuna tanzanite, kwenye ardhi ndio mimi nilitawaliwa. Mwanzo 2:7. Kwa hiyo mimi ukiniambia habari ya ardhi, ndio namba moja ya baraka zangu. Wow. Mimi sasa ndicho ninachokiona sawasawa na nini, na neno. Kutana na kuhani James Nyasika. James Nyasika ni kwenye kipindi cha Ephata Shalom Gloria kila siku ya Jumanne na Jumamosi. Muda ni saa 12 jioni.